Yesu asifiwe sana. Nikijitazama huwa nabaki kumshukuru Mungu aliye. Watu wa aina ya kwetu, watu kama mimi, tulikuwa tustahili hata kujivuna kwa jambo lolote. Na kwa sababu ukianza kutafakari ukoo uliotokea, ukianza kufikiri familia uliotoka, yani inapoteza ushahidi kwamba kabisa eti na wewe ungeweza kusimama mbele za watu na kuongea jambo. Kwa design ya sisi wa Afrika huwa kuna makundi. Mtu wa chini hawezi kuongea na mtu wa juu. Mtu aliyetoka familia fulani au ukoo fulani huwezi kuongea na mtu ambaye ametoka kwenye roho fulani. Sasa watu kama mimi hapa kwa Kusabule, nikipiga picha kwenye ukoo, nikipiga picha kwenye familia iliyotoka, huwa nabaki kusema Mungu uinuliwe sana. Nami inakuwa ni wajibu wangu kumwadhimisha Mungu na kumshukuru Mungu. Kwa sababu ukianza kuangalia historia ya ukoo zetu, historia ya familia zetu, leo hii tunaweza kuongea hata na kiongozi mkubwa wa serikali. Unaweza kuongea na kiongozi mkubwa wa kidini. Unaweza kuongea na viongozi wakubwa wa taasisi mbalimbali. Unaweza ukapanda hata ndege. Unaweza ukamiliki gari. Unaweza ukamiliki nyumba nzuri. Jiji kama la Arusha. Hapa. Yani ukifikiri, ukirudi nyuma, ukienda mbele, unaona kwamba watu wengine tulikuwa tustahili kwa hivyo. Lakini kwa sababu yuko tuliyemwamini, yeye anayetustahilisha, anamstahilisha kila mtu. Huyu Yesu nilemsema ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ndiye aliyefanya mimi kuwa hivi nilivyo. Leo hii naweza nikapiga simu kwa mkuu wa mkoa na ikapokelewa. Naweza nikapiga simu kwa RCO ikapokelewa. Naweza nikapiga simu kwa RPC ikapokelewa, au mkuu wa wilaya au viongozi wakuu wazi. Ukianza kufikiri kirudi nyuma, huu ni ukweli wa maisha ya kwangu mimi, kwa historia niliyotoka au kwenye ukoo niliotoka, lakini pia familia niliozaliwa. Tulikuwa hatustahili kabisa eti mimi naweza nikasimama mbele za watu na kuongea jambo likasikilizwa, au kupiga simu mahali eti ikapokelewa. Ilikuwa sio jambo jepesi. Nafikiri ndugu zangu mnaelewa, si kila mtu ambaye anaweza kaongea na kiongozi wa serikali au kiongozi wa siasa alafu mkakaa chini mkaanza kuongea na kujadili mkasikilizana. Lakini Mungu huyu, yeye aliyenifanya na mimi eti kusimama kwanza mbele zake na kusema habari zake, lakini kusimama mbele za watu wa Mungu na kuongea mbele za watu wa Mungu, anakawa ananisikiliza. Alafu na mimi eti namwombea mtu na Mungu anamsaidia yule mtu. Ukifikiri, ukiangalia, ukirudi nyuma, unaona kwamba ni jambo lisilowezekana. Lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Ninachotaka kusema, yamkini ndugu yangu unajidharau. Umefika mahali ambapo hapa ni wewe kabisa pako unasema sasa basi bora niondoke duniani. Nikwambie, kaa chini, vumilia. Yesu yupo, Mungu yupo, anayewainua watu. Hata wewe inawezekana kukuinua. Au nawaona kwamba wameinuka, si kwamba eti wao ndio wanaostahili kuinuka. Hata wewe unaweza ukainuka kwa namna yoyote. Nasema unaweza ukainuka. Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa kweli. Mungu tunayemtumikia ni Mungu yeye ambaye anamwangalia mtu ambaye yuko tayari kumpokea yeye, yuko tayari kusikiliza anachokihitaji. Kwa hiyo ninachoweza kusema masaa haya na wakati huu ni kukutia moyo ambao umekata tamaa kwamba iwezekana. Nataka nikwambie inawezekana kwake yeye aminiye.
inawezekana kwake yeye aminie, kwa sababu Mungu anasema huwa anawapenda wale wampendao na wale wamtafutao kwa bidii watamwona. Labda ushauri wangu wa haraka kwako kwamba kama ulikuwa humwamini Kristo, humwamini Mungu aliye hai, basi anza leo kumwamini Mungu na kuziamini kazi zake, kuiamini Injili, kuamini neno lake, kuamini uwepo wake na kuamini kwamba yeye ndiye anaweza kujibu kwa kila kitu ambacho ungeweza kuhitaji kutoka kwake. Mungu wetu tunayemtumikia ni Mungu wa kweli, ni Mungu wa haki, anampa mtu kwa haki yake. Nami nasema kwamba mpendwa, haiwezekani, hakuna aliyekuja duniani kwa hasara, wala hakuna aliyekuja duniani ateseke. Mungu alituweka kwenye level moja, lakini matukio ya dunia hii ndiyo yanayotufanya kutuseparate au kututenga. Onekane kwamba wengine ni royal family, lakini wengine pia ni familia ambayo kidogo kwa kisemo cha mjini ni choka mbaya. Lakini nataka nikuambie hakuna familia choka mbaya. Wewe hapo ulipo unaweza ukawa sababu ya familia yako kuweza kuinuka hapo ilikoishia, kuweza kuibadilisha familia yako. Inawezekana kabisa, lakini msaada kamili upo kwa Mungu aliye hai. Kwa wale wanaonifahamu na kwa wale wanaofahamu historia yangu na kwa wale ambao wanafahamu mimi natokea wapi, nimezaliwa wapi na historia ya familia yangu ni ipi, wanaweza wakanielewa. Kuna kaka mmoja sitaki kumtaja jina, yuko pale Dar es Salaam, akanipigia simu akaniambia, bwana mdogo, hapo Mungu alipokufikisha hakika endelea kumtukuza yeye. Kwa sababu nikiangalia kule nyumbani ni jirani yangu, ni jirani yetu, anasema kwa sababu nikiangalia kwa historia ya familia yenu haukustahili kukaa hapo ulipo na kuwa sehemu ya watu ambao unaweza kaongea na ukatuma mahitaji yao yakatekelezeka. Kwa hiyo sasa akaniambia, bwana mdogo, hebu endelea kunyenyekea kwa Mungu huyo ambaye amekufikisha hapo, kwa sababu ulikuwa ustahili kufikia hapo. Kwa sababu kiangalia hata baba yako hali yake unaijua, kabla yuko hai ulikuwa unaijua, lakini hali ya familia yako unaijua, hali ya ukoo wako unaijua. Kwa hiyo sasa hebu endelea kumwamini huyu Mungu aliyekufikisha hapo. Niliyaelewa yale maneno na nikayashika. Sikudharau eti kwa sababu anaongea labda nimemzidi wadhifa fulani au nimemzidi kiwango fulani. Hapana, nikasikiza yale maneno alikuwa anayaongea. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba inawezekana wewe mwenyewe ukawa sababu ya ukoo wako au familia yako kubadilika. Nami nakutakia kwamba wewe ukabebe jina la kubadilisha hiyo familia yako, ukabebe jina la kuweza kuinua ukoo wako wakaheshimika kupitia wewe. Inawezekana. Usikate tamaa, endelea kumwamini Mungu, endelea kuamini neno, endelea kuamini nguvu za Mungu, endelea kuamini uwepo wa Mungu. Inawezekana. Nasema inawezekana. Hakuna aliyezaliwa aje kuteseka duniani. Hakuna aliyezaliwa aje kula raha duniani. Mungu alituleta wote ili tumwabudu kwa uzuri, tumwabudu kwa utakatifu, lakini zaidi pia tumwabudu Mungu tukiwa tunafurahia uumbaji wake. Mungu hakumfanya mtu mmoja au maskini au kumfanya mtu mmoja awe tajiri, isipokuwa ni matokeo ya duniani hapa na nguvu za giza ambazo zinatesa familia zetu, nguvu za miungu na mamizimu yanayotesa koo zetu ndio yanayoturudisha nyuma. Kuna watu waliokula viapo ya kwamba ukoo huu sisi sio wa kusoma, ukoo huu sisi sio wa kutajirika, ukoo huu si watu wa kusafiri kwenda mbali. Yeyote atakayethubutu kusafiri na yeyote atakayethubutu kusoma na yeyote atakayethubutu kwa tajiri atakutana na cha mtego. Wakatoa sadaka, wakatoa maapizo ya kwamba hatuwezi kusogea. Wao walijiweka limitation, walikuwa kama vile mnara wa Babeli kwamba tujenge hapa tusitawanyike. Kwa hiyo sasa ni kwamba utashangaa ukoo huo watu hawasomi, na hata kisoma sana msomi mkubwa kwenye familia au ukoo ataishia form 4, tena form 4 yenyewe kufeli. Kwa hiyo sasa inatakiwa tokee mtu ambaye sina na hiyo hali, ili kuiondoa hiyo hali ndani ya familia na ukoo huo, ili yeye au wa kwanza au uzao wake uwe wa kwanza. Inawezekana kabisa. Kutia moyo mtu wa Mungu, badilika sasa, mwamini Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.